Bwana Yesu asifiwe sana na kusalimu katika jina la Yesu. Popote pale ulipo unaponisikia. Hii ni sauti ya Bishop Apostle Ken Ngoriga, mwanzilishi na msimamizi mkuu wa madhabahu au huduma ya bonde la maono ambayo inapatikana Misungini A, kata ya Bigwa, Morogoro. Nimekuja mbele yako katika usiku wa leo. Ninalo jambo natamani kuzungumza na wewe. Ninalo jambo ambalo natamani kufundishe ili kwa neema ya Mungu basi Mungu aweze kukusaidia na kukuinua katika eneo ulilokuwepo. Usiku wa leo nitakufundisha kwa habari ya namna ya kufungua mji uliofungwa kichawi. Namna ya kufungua mji uliofungwa kichawi. Jambo la kwanza, tunaposema mji tunazungumzia habari ya eneo la makazi ya watu. Eneo la makazi ya watu. Sasa watu wengi hawajui kama miji huwa inafungwa kichawi. Na ikishafungwa kichawi kuna roho ambazo zinaachiliwa kwenye hilo eneo. Kuna baadhi ya maeneo unakuta roho za uzinzi ndio zimezidi sana. Kuna maeneo mengine unakuta roho za umaskini zipo za kutosha. Kuna maeneo mengine unakuta roho za ushirikina au uchawi ndio ziko juu zaidi na kadhalika. So watu wengi hawajui kwamba kukaa katika maeneo namna hiyo ambayo yamefungwa na hizo nguvu za giza inaweza kupelekea wao pia kuwa mateka katika hayo maeneo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 kuanzia mstari wa 5 na kuendelea. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 8 mstari wa kwanza na kuendelea. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 5 na kuendelea. Angalia. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akamhubiri Kristo. Na mkutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo. Walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya, kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu. Watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Na mtu mmoja jina lake Simoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Samaria, akisema kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza, tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Naye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa, akashikamana na Filipo. Akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa inayotendeka. Na mitume walikuwako Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria imekubali neno la Mungu, wakawapelekea Petro na Yohana. Hoja yangu kubwa ni kwamba waliposikia Samaria ya kwamba imekubali neno la Mungu, wakawapelekea Petro na Yohana. Kwa sentensi hii inaashiria kwamba hapo mwanzo Samaria haikuwa ikikubali habari ya neno la Mungu. Lakini baada ya muda alipokuwa amekwenda Filipo, Biblia inasema Samaria ikakubali neno la Mungu. Kwa hiyo unapata picha gani? Picha mojawapo ambayo unaipata hapa ni kwamba kila eneo lina aina ya vifungo mbalimbali ambavyo vinafunga lile eneo na kulifanya lisiwe na usikivu au lisikubali neema
ya Mungu. Na kuto kuikubali neema ya Mungu ni kuruhusu mashambulizi katika hilo eneo na kuendelea kuwa mateka, kuendelea kuwa na hali ya kutokustawi katika maeneo mbalimbali. Nimekuandalia mambo machache, mambo 7 tu yatakayokusaidia kuifungua ardhi. Jambo la kwanza, lazima ujue roho ipi inayotawala kwenye hilo eneo. Kama ni uzinzi, lazima ujue kuna madhabahu ya uzinzi. Kwa cha pili, lazima uvunje ile madhabahu ya uzinzi. Kumbuka, cha kwanza nimekuambia kujua roho inayotawala kwenye hilo eneo. Cha pili, lazima ujue kuna madhabahu ambayo inashikilia zile roho zinazotawala kwenye ile madhabahu, kwenye hilo eneo. Kwa ile madhabahu ndio inaipa nguvu zile roho kutenda kazi. Kama ni uchawi, kuna madhabahu inatenda kazi. Kama ni wizi, kuna madhabahu inatenda kazi. Kwa lazima ujue namna hiyo. Jambo lingine, lazima ujue kwamba maombi ya rehema yanahitajika. Maombi ya rehema yanahitajika ili kuweza kung'oa hiyo roho iliyopandwa au inayoishi katika hilo eneo. Na jambo la tatu, lazima ujue neno la Mungu linahitajika katika hilo eneo ili kulikomboa eneo lote liweze kuitika kwa habari ya ufalme wa Mungu. Kwa utatakiwa hilo eneo liweze kupata neno la Mungu. Na kupata neno la Mungu linamhitaji mtu mmoja atakayefungua mlango ili hilo eneo liweze kupona. Jambo la tatu, lazima baada ya kugundua hayo uwe na maombi pia ya kuvunja hizo madhabahu ambazo zimejengwa katika hilo eneo. Lakini pia jambo lingine ni kupanda madhabahu ya Mungu katika hilo eneo. Kupanda madhabahu ya Mungu katika hilo eneo na kuachilia neema ya maombi katika hilo eneo. Yaani madhabahu yenye nguvu ambayo itakuwa na uwezo wa kuchochea maombi katika hilo eneo. Lakini jambo lingine ni kuandaa watu wanaopokea ile neema kuwa washuhudiaji katika hayo maeneo. Washuhudie namna Mungu alivyowatendea na wapeleke habari kwa watu wengine wazidi kuwa na maongezeko. Na jambo la mwisho kabisa ni kuonyesha matokeo au kudhihirisha kazi ya Mungu aliyoiweka ndani mwako. Kama kuna mtumishi amepewa wito katika ile eneo, ni kumsaidia ili aweze kutimiza ule wito kwa njia ya kumsupport na kupeleka taarifa kwa watu wengine ili waweze kusimama na kuinuka. Ni mambo machache ambayo nimekuletea kwa ufupi yanaweza kukusaidia. Ninaamini kabisa katika eneo ulilokuwepo kuna nguvu inayotawala katika ile eneo. Na wakati huu, kwa imani yako na kwa namna ulivyosimama vyema kumtafuta Mungu na kusikia sauti hii, naomba utamke maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninaomba rehema zako juu ya mji huu ninaoishi. Ninajua ya kwamba iko nguvu inayotawala katika huu mji. Iko madhabahu inayoshikilia nguvu na uhalali juu ya huu mji. Kuanzia sasa, ninavunja, ninabomoa, ninasambaratisha kila madhabahu ya giza na kung'oa maroho yote. Na kama kuna mkuu wa giza mfano wa yule Simoni, ninamteka kuanzia sasa, ninamsambaratisha na ninamuondolea mamlaka katika anga hili, katika jina la Yesu, amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, popote umesema watoto wako watakapoweka miguu yao umewapa kumiliki na kutawala, nami naachilia nguvu na mamlaka, uweza wa kifalme uwe juu ya anga analoishi, uwe juu ya ardhi anayoishi, katika jina la Yesu. Ninakomboa mji uliokamatwa mateka na kuweka huru katika jina la Yesu. Roho za magonjwa na vifungo mbalimbali vilivyofunga maisha ya watu vikapate kuondoka katika jina la Yesu, na watu wa Mungu wakapate kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tumeomba na kuamini, amen.
Mungu akubariki sana na kukutendea mema. Endelea kufuatilia mafundisho haya. Amen.